Hivi ushaipita ile eneo usiku hapa? Panatisha kaka. Panatisha kweli. Ni hatari sana. Kwa hiyo ukipita hapa lazima uwe umetulia kidogo, japo cameraman ni muogopa. Mbona mtu mwenogopesha? Wala hivi ni muogopa. Bana. Kwa mara ya kwanza mimi nimepita hapa. Ushaipita hapa? Ilikuwaje? Msimulie. Baba, nimepita usiku. Ilikuwaje? Yaani nahisi kama ielezeki baba. Nimepita usiku naona company. Lakini hili eneo nitatoa location jinsi ambavyo linapatikana. Sasa hivi ni saa 2 usiku. Dakika 33. Story location. Siwezi kusema hii ni wapi. Panatisha. Wale kule wamemulika tochi, wamemulika. Japo unajua ukimulika unaonekana kama mwoga. Pale imenishtua. Si nilikuwa najua ni mtu anakatisha. Pamenishtua. Man. Washakata kuona wenzetu. Watukimbie. Usikate. Tuongeze tu kidogo mwiba unchome. Tabii niwe makini hapa, si kushangaa nyoka ananidondokea hapa. Oya. Maana unashangaa kinyonga. Sasa si kamera nitaitupa wapi yani. Itakuwa ni yes bana, mambo vipi? Kama kawa natumai uko fresh kabisa. Mimi naitwa BN36. Sasa leo kwenye Wea niko location fulani hivi. Kama unavyotazama, hii ni eneo ambalo ni ya kitofauti sana. Hapo utatazama unaona kama la kawaida. Sasa leo nakusogeza moja kwa moja, tuongozane moja kwa moja na ile eneo. Ni sehemu fulani ambayo imetulia sana, lakini ikifika wakati wa usiku inakuwaga ni hatari sana hapa. Yaani kuna giza la hatari. Cameraman, twende. Wakati tulikuwa tunashuhudia kule kuna kampani ya vijana, wakati tulikuwa tunaona kule. Na hii location nitakwambia mwishoni sehemu ambapo inapatikana. Yaani hii sehemu ni sehemu ambayo ina utulivu, imetulia kabisa, na ukisikia ndege hapa, yani ndege kwanza anavolia, analia vizuri, namna gani anavolia nini. Kwa hiyo hii location kwanza inaonekana mandhari nzuri sana, yenye kuvutia, yenye mtazamo, kiasi kwamba ukija hata kutembea na mpenzi wako inavutia sana. Hebu nionyeshe kwa mbali inavyoonekana hii mandhari. Nionyeshe kwa mbali inavyoonekana. Tazama mpaka kule. Yaani kiasi kwamba hapo ukipita usiku hapapitiki. Yaani kuna giza la hatari. Wewe ngoje uone. Sasa hivi tunashoot, sasa hivi ni mchana, lakini ikifika wakati wa usiku hapapitiki. Ushanifahamu, kiasi kwamba ni panakuwa eneo hatari sana hapa. Ile eneo pia unaweza kutumia kwenye movie za usiku, by the way. So movie za usiku unaweza kuitumia eneo hili, hata za mchana pia unaweza kuitumia kama eneo hili. Na baadaye nitakwambia location ni wapi. Naona washikaji wako pale mbele, ngoja tuwawahi tuone kama wanajua hii location. Imekuaje. Kama unavyoshuhudia miti juu, harufu ni nzuri sana, na moja ya maeneo hatari sana hapa hivi, na kuna giza sana ikifika usiku. Sasa hivi si mchana, baadaye nitakuonyesha kwenye part 2 usiku ikifika jinsi ambavyo inakuwa. Niko na mshikaji hapa anatembea kidogo katika eneo hili, sijui amevutiwa na nini, ngoja tumuulize. Ni aje? Kama kawa, ni aje mzee? Fresh kabisa. Mimi niko vizuri. Vipi hapo? Naona unatembea na mdundo kidogo, unadunda sana. Si ndio bwana? Vipi, ile eneo limekuvutia kitu gani? Kwanza unaitwa nani kwanza? Mimi James Nandi hapa. By the way, napenda kuzungukia maeneo haya kwa sababu pindi ninapofika hapa nakuwa na vibeka. Unajua weekend vibe zote za kwangu zinakuaga hapa. Kwa hiyo ndio maana napenda kufanya weekend vibe. Kwa hiyo kwenye weekend vibe ikipita bila kufika maeneo haya nakuwa sijisikii poa. Siona mazingira yenyewe kama hivi unavyoona yamepoa kabisa, yako vizuri. Unaona kabisa ni mandhari ambayo kidogo kama vile yani kama vile nyumba fulani imejengwa hapa, lakini ni kitu amazing, afu ni huwezi kukipata mahala pengine isipokuwa Arusha, Tanzania. Umeona jinsi tunavyotembea kuna ugiza. Hivi kama mimi inaonekana vizuri kweli hapa? Ni vizuri Sasa hapa sisi tunaona giza. Hivi ushaipita ile eneo usiku hapa? Panatisha kaka. Panatisha kweli. Hapa usiku bwana. Hata kama ikifika ile saa 1:30 unaweza kufikiri ni saa 6 usiku, kwa sababu unapako kimya. Yaani hata sauti za ndege unakuta ndege wenyewe wamelala mzee. Kwa
yani panatisha kweli kweli kiasi kwamba kama una moyo mdogo mdogo haikia mama upiti hapa. Haupiti hapa. Bwana nasikia eneo linatisha sana. Na nasikia eti masharti ile eneo ukipita unatakuwa uzime tanga lao maana hauni vipi? Yeah, by the way nimeshakutana nao wahuni hapa, lakini unajua pindi unapokuwa unawasha taa adui anakusoma the way unavyokuja, si ndio? Kwa mfano unatembea gizani unashtukia tu, yani watu nakutana nao tu hapa ni pap pap. Kwa unakuta wao wenyewe wanakuwa na hofu na wewe hawawezi kukuvamia kirahisi, lakini ukiwasha taa watu wanaweza kutengenezea mazingira kukusoma unakujaje, una nini, labda na chochote ambacho kinancha kali. Kwa hiyo akishajua hauna hayo yote ambayo anaweza kuadhuru mzee, unajikuta mzee hapa unaumia vibaya sana. Hatari sana. Bana nitakufuata. Huyu alikuwa anaitwa James Nandi. Unaona ile eneo unavyoshuhudia hapa. Hivi kama inaonekana wausi au maana jinsi muda unavyozidi kwenda yani ndo giza linavyozidi kupanda. Baadaye kwenye part 2 nitakuonyesha yani usiku hapa tukirudi tena, maana sasa hivi tunaenda hivi tunapita katika eneo hili, nitakuonyesha usiku jinsi ambavyo inavyokuwa. Niko pia na mshikaji mwingine hapa atajitambulisha kwa majina yake, na nimekutana naye hapa pia, na yeye anatembea katika eneo hili. Ile eneo hili inaonekana limetulia sana. Sikia kwanza harufu. Najua mtazamaji hawezi kusikia hiyo harufu, lakini ukifika hapa utasikia harufu. Inakuaje? Inakuwa fresh. Kama kaa barida. Unaitwa nani? Mimi naitwa Juma aka wa kimataifa. Wa kimataifa. Yes. Kwanza umejisikiaje kutembea eneo hili kwanza? Ili eneo naweza kusema yani ni eneo ambalo lipo fresh. Yani kiukweli tunasema unaweza ukawa na mawazo ukapita kwenye ile eneo mawazo fulani hivi yanaisha, ila nisiwashauri sana kupita usiku kama moyo wako ni mzito Okay. Yeah. Ni hatari sana. Ni hatari. By the way, baadaye tutaona usiku tukipita hapa tutaona hali itakuwaje au vipi bana? Kwa mara ya kwanza mimi nimepita hapa. Ushaipita hapa? Ilikuwaje? Msimulie. Baba nimepita usiku. Ilikuwaje? Yani nahisi kama ielezeki baba. Nimepita usiku naona giza nene yani sielewi. Ilikuwaje paka ikatokea hiyo hali vipi? Kiukweli niseme labda ndio kwa mara ya kwanza kwenye maisha yangu nakutana na eneo kama hili ambapo mchana ni mazingira safi na usiku ni mazingira ambayo yani yanatisha kana kwamba umeona tulipotokea kule? Kule unaona watoto kule mbali. Mimi uoga upo kwa kila mtu, sema tu inakuta mtoto wa kiume. Mimi mtoto wa kiume blaza, ila kwenye ile eneo halina mtoto wa kiume. Sema sasa kilichonivunja moyo nikisema niende nirudi nilikotoka giza. Baba ni balaa. Hatari sana. Ni hatari baba. Bana hatari sana. Bana sasa hivi unaona tunatembea hapa sasa hivi, lakini baadaye usiku nitakuonyesha jinsi ambavyo inavyokuwa. Yaani eneo hili linavutia kiasi kwamba hapo unaweza kutengeneza ujue movie yako kama nipende kitu kingine kuwashauri watazamaji wanaoangalia kipindi hiki. Yaani ili eneo kiukweli mnaweza ukalitumia kwenye vitu vingi sana vitu vingi, si unaelewa kama sisi watu wa movie. Kwa maana mimi nilikuwa nimekuja kusoma hii location na movie yangu natoa mwakani. Very soon inatoka mwakani. Yes. Kwa ile eneo ile eneo nikaona limenifaa, kwa hiyo nitakiwa niongee na wewe kwanza manager unipe nini hapa kinafuata. Mimi sihusiki hapa, lakini baadaye tutatoa location ambayo inahusika, lakini ile eneo ni hatari sana. Sawa, mimi ngoja niendelee kusoma mazingira fresh. Sasa bana mtazamaji wa BN36 kama unavyoshuhudia ile eneo ni hatari sana mpaka kule mbali sana. Yaani kutoka hapa mpaka kule nafikiri mita 150 almost inafika mpaka kule hivi. Kwa hiyo ni hatari sana. Itabidi niwe makini hapa, sije kashangaa nyoka ananidondokea hapa. Maana unashangaa kinyonga sasa sui kamera nitaitupa wapi yani. Itakuwa ni hatari sana. Sasa panavutia sana by the way. Kuna harufu nzuri. Sasa kuna kieneo pale kidogo hivi nitakwenda kukuonyesha mtazamaji wa BN36. Kishafika usiku na penyewe panakuaga pia ni hatari sana ukipita maeneo haya. Unavyoshuhudia nyuma kamera yuko next door. Si ndio? Yes, mmoja kati ya kameramani hatari sana ambaye anafanya mambo yanakuwa vizuri kabisa, si ndio? Yes, mambo kuna kikona pale hivi. Ikifika wakati wa usiku nitakuonyesha jinsi ambavyo kinavyokuwa, na hiyo location ni nzuri sana, location ya kitofauti sana ambayo
inavutia sana hasa katika eneo hili hapa. Unaona bado watu wanatembea tembea, lakini hapa mchana unatembea, lakini kishafika usiku purukushani nyingi sana, panatisha. Umeona mpaka kule hivi. Ikishafika usiku nitakuonyesha jinsi ambavyo panavyokuwa. So stay tuned, BN36 kwenye part 2 tunakuja usiku hapa. Alafu nikuonyeshe jinsi panavyokuwa. Tunasubiri mpaka usiku ifike. Hivi ushaipita ile eneo usiku hapa? Panatisha kaka. Panatisha kwa kweli. Ni hatari sana. Kwa hiyo ukipita hapa lazima uwe umetulia kidogo, japo cameraman ni muogopa. Mbona mtu mwenogopesha? Wala hivi ni muogopa. Bana. Mara ya kwanza mimi nimepita hapa. Ushaipita hapa? Ilikuwaje msimulie? Baba, nimepita usiku. Ilikuwaje? Yaani nahisi kama ielezeki baba. Nimepita usiku naona kampa. Lakini hili eneo nitatoa location jinsi ambavyo linapopatikana. Sasa hivi ni saa 2 usiku. Dakika 33. Story location. Siwezi kusema hii ni wapi. Panatisha. Wale kule wamemulika tochi, wamemulika. Japo unajua ukimulika unaonekana kama mwoga. Pale imenishtua. Si nilikuwa najua ni mtu anakatisha. Pamenishtua. Man. Washakata kuona wenzetu. Watukimbie. Usikate. Tuongeze kidogo mwiba unchome. Tabii niwe makini hapa, sio kashangaa nyoka ananidondokea hapa. Oya. Maana unashangaa kinyonga. Sasa sui kamera nitaitupa wapi yani? Itakuwa ni